ni safi. There can be no sin in his midst. Hakuwezi kuwa na dhambi ndani yake. Hallelujah. Hallelujah. My friend, this is a belt. Ndugu yangu, huu ni mkanda uko. It's made of leather. Umetengenezwa kwa ngozi. You have shoes. Wewe pia una viatu. Some of it is made of leather. Baadhi ya viatu vimetengenezwa kwa ngozi. Some ladies have handbags. Lakini pia kuna wanawake wana vibegi vidogo. It's made of leather. Hivyo navyo vimetengenezwa kwa ngozi. When you wear something of leather, unapovaa kitu cha ngozi, it means something had to die. Maana yake kuna kitu kilipaswa kufa. An animal had to die. Hapo lazima kuna mnyama alikufa. You are wearing part of an animal. Wewe umevaa sehemu ya mnyama. This animal, huyu mnyama, keeps my trousers up. Ndiye anayeshikilia suruali yangu namna hii. This animal clothes me in the winter. Huyu mnyama ndiye anayenilinda kipindi cha baridi. The animal died. Huyu mnyama alikufa. So I can keep warm. Ili kwamba niweze kuwa na joto. So I can have beautiful things. Ili kwamba niwe na vitu vizuri. Jesus died. Yesu alikufa. To cover you. Ili wewe akufunike. To cover your shame. Ili afunike aibu yako. To cover your guilt. Afunike hatia yako. To make you beautiful. Akufanye upendeze. So right there in Genesis, sasa kuanzia kule mwanzo, we have the first covering. Tunaona kifuniko cha kwanza. But let's move on. Lakini ngoja tuendelee mbele. We move on in history. Naomba tusogee katika historia yetu. And we come to the second one. Na tutaenda katika eneo la pili. We come to the second analogy. Nataka tuende kwenye kielelezo cha pili. Hallelujah. Hallelujah. Are you with me? Je, tuko pamoja? Makofi kwa Bwana kama tuko pamoja. The second one we get. Jambo la pili tunaloliona, are two men. Kuna watu wawili. We've moved forward in time. Tumetembea kwa muda kidogo. One man is called Cain, another man is called Abel. Kuna mmoja anaitwa Kaini na mwingine anaitwa Abeli. And they are sinners. Hawa watu walikuwa wenye dhambi. But they want to give God an offering. Hawa watu wakataka kumtolea Bwana sadaka. And Cain, Kaini, he goes and fetch some fruit from his labor. Akaenda akaleta matunda kutokana na kazi yake. From the work of his hands. Kutokana na kazi ya mikono yake. From the sweat of his brow. Kutokana na jasho alilolitoa kwenye kilimo. This young man, for holding this, you come, yeah. It's easy for you. Kwa hii kazi walioifanya, ngoja tuwa. Yes, yeye alileta mzaliwa wa kwanza wa wanyama. He bought an animal sacrifice. Alileta sadaka ya mnyama. He bought blood. Yeye alileta damu. Because that's